karatiga injango tera manase ngenjo mwanda ageri wiya inu mutaragira kai mbaji mfarume vitu vyote wakoni na barikiwa ni kwa ukarimu wakoni na barikiwa nebyao byalenge ninkijenda koe nakoire omoyo oyole omobe nakoire omoyo oyo inga obwanjani na ende chinguru amangana nobogima bibe byaopi Tata Nyasaye kwana mwana intue bunura lirabe byasole na kugusabasi Yesu oyoromotorio ito omwaka oyo ona abapati mbaya ngatwara chikambi chige Swahili chioka na kwandike Swahili igoka gane kosinde chikambi satege Swahili yani ya njandi rozi ya njandi okay ukisikia mbaji mfarume vitu vyote ni vya nani ni vyake kumaanisha rezoni ni ya uwakili namba 9 vyote namtolea Yesu tunasema vyote tumemtolea na ile hali ikiwa kuna watu wako na vingi ni akina nani ni sisi jana mnenaji wa jana aliweza kutufunza ya kwamba lazima Mungu wetu awe wa kwanza na sisi tukiwa nyuma yake seek God first kulikuwa na maswali 3 mtu anafaa ajiulize na ajibu why should we put God first who is the God we are called to put first what does it mean to put God first siku ya leo naenda swali la pili likiuliza who is the God we must put first tinda akora nonta ikaibere igakengere kama chanike buge ngukumiura part 2 who is the God to put first people have different perception of the same God jana tuliweza kugundua ya kwamba mtu akiwa na mabwana wawili atamtumikia mmoja na adharau mwingine kulingana na binadamu mimi na wewe kati ya Mungu na mali tunamtumikia nani Swali ntaboli wiya ayabuno okore pima gatiyo manano itonya sae amona mali chibesa ninkitoirete libaga gokorere meremo nilikuja kuundua ya kwamba hizi pesa ambazo tumejitoa kuzifanyia kazi mwimbaji wa Kilingara anaimba ya kwamba money is not the problem how to use it money is not the problem how to use it iyo ile njia unatumia ndio shida maana pesa ndio tunatoa zaka na nini na sadaka lakini ukiweka fikira zako huko sana sitakufanya upotee milele na milele na nilikuja kugundua kwa ya kwamba kumbe siku za mwisho pesa sitatupwa kwa barabara na vile tunajifunia maana Mungu ametubariki na hizo pesa na tumemsahau ataleta wanyang'anyi na ndio maana wakati umeinuka wezi wanaiba it is biblical wezi wakikuibia hiyo ni mambo na Biblia na ndio maana tukinunua vyombo kama hivi sababu hatumtumikii Mungu kwa fedha zetu tunajifanya ya kwamba tunamtumikia na ile hali tunafanya vitu zetu vyombo vinaibwa kumbe kuibwa kwa vyombo kutoka kanisani ni biblical kumbe itafika wakati Mungu atageuza uso wake awaajilie wanyang'anyi watoe vitu kanisani if you want to confirm
7 verse 19 to 22 Ezekiel. Pesa zitatupwa kwa barabara, maana zilikuwa kwaso la watu kutoamini. Tutafanya maendeleo, tutaona tumepanda, lakini tena tutaangushwa. Ni kwa sababu gani? Tunamtumikia Bwana ambaye si mbaji wetu. Na tukiimba mbaji mfalume, vitu vyote ni vya nani? Yes. Sasa jana hatukugusia mambo na pesa, lakini siku ya leo pesa ebecha. Siku ya leo ni pesa. Na nashangaa mtu akiweka simu ianze kuimba mahali anataka kulala, hata lala maana simu inaimba. Lakini hapa kanisani angalia vile speakers zimewekwa mpaka on speakers. Lakini mtu analala mpaka anaota. Oibu kuna saitani hapa tokanye mbele. Manyezi pike vile kurumaila omonda kulala bakorota. Andakula nebukoro. Lakini yenseye okay. What is our primary intention in seeking God first? Primary intention, primary. Mtu akisema kwamba ile shamba langu ama katika ule uwanja wangu nataka nifanye primary tillage. Primary tillage ni kumaanisha we have primary tillage and secondary tillage. Sasa primary tillage ni nini? Mosangerekano monto tayo karata agirigacha. Okore mogo tangani. Oko uwo mongena tanga konta ketale me okore magwaka kweli tangani na anda chambo okeli na lili ugalira abeli ororo. Mwana ko bangi na wao kwa nayo. Primary tillage. Sasa mwandishi anauliza je, our primary intention in seeking God first ni kitu gani? To make life simpler, easy and more comfortable. Yani ile sababu inatufanya tunamtafuta Mungu. Maana tulisoma ya kwamba kwanza tutafute ufalme wa mbinguni na haki yake, mengine tutazidishiwa. Sasa kutafuta Mungu ni kwa sababu aweze kurahisisha maisha ama ayaweke yawe sasa rahisi mno. Alafu yawe comfortable. Comfortable means what? Ani mtu akisema buya, mtu akisema kwamba yule mwanamke ako very comfortable, ni kumaanisha anatosheka na kila kitu. Sababu yeye ikiwa ni kiberiti, yeye anapiga simu. Sisahau kiberiti, sisahau mboga, sisahau ABCD. Uniwekea credit. Yani yeye kazi yake anaongea kutoka mahali ameketi. Very comfortable. Sasa haya maisha ya comfortability ndio sababu inatufanya tunamtafuta Mungu. Wakati kimeumana ndio wakati tunamtafuta Mungu. Kwanza niulize, wakati mtu ako na shida na wakati mtu ako na raha, ni wakati gani mtu anatafuta Mungu kwa hali na mali? Yes. Akiwa mgonjwa anamwambia Mungu, ukinisaidia nikipona kitanda changu kitakuwa kanisani. Lakini akipona, watu wakienda kumtazama, anasema ya kwamba niliugua nikaponea chupu. Kwa hiyo wote abangantu arwara tigatokorengaki. Bono taikanisa akogenda oro bakuragira. Okay. Mwandishi anaendelea kuuliza God is often perceived as a slave, helper or fixer. Yani wakati vitu vimeenda murama, hapo ndipo Mungu anahitajika tu. Na ndio maana hata wakati tumebarikiwa hatutaleta tutoe. Hata kurudisha shukrani ya kwamba Mungu asante maana umetuwezesha tumeweza kufika mahali fulani. Kila mtu hapa tuulize, je, maisha yako ulianzia wapi? Atakwambia wewe, nione vile unaniona hivi, nilianzia mbali, lakini hapa mimi niko na maisha yaliyo very comfortable. Lakini hatujawahi rudisha asante. Na ndio maana hata kutoa hatutoi vizuri. Okay, nimekuambia siku ya leo ni ya pesa. Hiyo basi jiandae, maana nitafika
sehemu ya pesa. The God we ought to put first is a king. Yani ule Mungu tunafaa tumweke wa kwanza ni mfalme. Ndio maana wakati tunaimba mbaji mfalme vitu vyote, yes, ni mfalme. This truth has a deceive practical implication. If our God is a kingly God, we will accept his authority in all aspects of our lives. Sasa mwandishi wa pamphlet aliona ni vizuri mimi niweze kuwa na sehemu ambayo imechorwa na ikagawanywa mara 3. Yani anasema the table below illustrates how a kingly God affects the essence of our life and even our life, our financial stewardship. Sasa sehemu ya kwanza imeandikwa God, sehemu ya pili ikaandikwa our identity. Identity ni nini? Identity karatika iko na mura onda ta chiete sukuru kana nyamba bo kono bali ta yire songe kimba ke igwetio oyebire identity ngana dia sante de ro monta iwe identity ngoiche ne kebande kiao ID card kiaba yo ko kendo ire ID card yao ID ko ngaki inkie ko chikokonya elinde ko manyekanie ngana enyomenda kusema ndalibo bono our identity ekego to manyekania. Yes, onda kanga ndungura ndina baswahili kumbe naba kusitipiko ngende kuchibosirioka hivyo. God our identity nyasaye negego to manyekani intwe ningo ochiase nyasaye ura moko ubakora bulinga susana ninga sore. Okay, nafasi ya 3 ama sehemu ya 3, financial stewardship. Ukisikia mambo na financial wewe jua ni nini? Finance pili imwarore kia tokora goko finance ya manyane finance pili finance pili. Sasa nimeanza. God is the creator. Our identity, we are his creatures. Yani ikiwa Mungu ni muumbaji wetu na sisi ni nini? Ni viumbe. Alafu sehemu ya 3, we worship with our resources. Sasa tukimwabudu tunamwabudu na nini? Ojoma tembu yanta somete njoje na akorete buya. We worship with our resources. Yani tukimwabudu sasa tunamwabudu tukitumia nini? Mali yetu. Iko moni kalilikuwa litayete chisa minoji atigalete. Okay, nimerudi tena. God is the model. We are in his image. Model means what? Yeah? Inu manyana morandi kweke gusi nkie kamoroje kenjande tene Kiswahili. Mungu akiwa mfano wetu, we are his image. Yani a role model. Mtu akikwambia you are a role model anamaanisha nini? Yes, mfano bora. Sasa na wewe we are in his image. Yani vile tumeumbwa hivi tunamfanana nani? Mungu. Alafu we reflect love in the use of resources. Sasa kuonyesha upendo kati yetu na muumba wetu tunatumia pesa. Okay, sehemu nyingine, God is the provider. Yani yeye ndiye anatupatia, anatubariki. We are his dependents. Yani wahenga walinena mtegemea nundu aaji kufanya nini? Sasa sisi ni wategemeaji, tunamtegemea nani? Na kuna baadhi ya wanawake ambao ni wategemeaji. Yani yeye hafanyi chochote. Nasikia akisema huyu mwanaume ni shauri yake, aona alete, aona asilete, hiyo si juu yangu. I'm less concerned.
let me remind you, one day you will be concerned and it will be ready for you. Okay. We return tithe and give offerings in acknowledgement of his ownership. God is the master. We are his servants. Master ikonga. Arafu na into. We use our resources to witness for him. Tunatumia pesa zetu. Elinde tobe biroli baye. Pesa. Roho sawa tusikifa Bwana akikuita. Abonya na tiuni orera nale koligia toigweti aranga batera niliogi. Okay. God is a companion. We are his friends. Companion sasa ni mtu gani? Mata companion ndi asinya mambi. Akaro montako tebanga oline companion yane. Igonga. Aro mobwatani yoito mpatanishi. Sasa we are his friends. Sisi ni marafiki zake. Alafu we make relationship with him and others our priority instead of finance. We make relationship with him. Tunafanya uhusiano na nani? Na Mungu. Ayande na yagendo mumuro wako basirili na kikuwa mwirete zukuru. Okay. Sasa nataka nilete mafungu kadha wa kadha yale ambao yako na uhusiano na kutoa. Kuna baadhi ya watu wanapenda kusukumwa ndio watoe. Asubuhi nilisikia ya kwamba kuna magoli, tuliwekeana magoli. Ni namna hiyo ama kila mtu alitoa kulingana na vile roho wa Mungu alimsongeza. Tigalirimu agenda kuchalie bichichi kenyorogete ikokero montare kueru gose mwabekana tijigoli mokore goli. Mwa etwe goli gochiege chichi. Mokarua mokabagana. Aigona ngaki mwakora. Igegoli imwa etu mwanyekora. Igomu yeruete. Omatonye mugeruete mugakorera igoro, igone gori mwachandekerete. Lakini nya mwaetaneti igomu yeruete. Igora kirinto igwana ini. Eke nare ateke kusibo fluent. Anya mwaikete igoro. Unabona na moika 500 jiri na iguma goteba. Igone gori mwaruaneti na bomora akobese. Ijamoweke. Lakini wakati mtu anachitoa, anatoa mpaka viongozi wanasema ya kwamba imefanya nini? Yes, 36 verse 3 to 7 Exodus. 36 verse 3 to 7 Exodus. Biblia yasema nao wakapokea mkononi mwa Musa matoleo yote. Yaani viongozi wakapokea mkononi ambayo hao Wanaisraeli walikuwa wameyaleta. Yale matoleo ambayo Waisraeli walileta mikononi mwa Musa, viongozi wakapokea kama vile yetu itapokea kutoka kwa Elder Okonu. Alafu walikuwa wameyaleta kwa ajili ya huo utumishi. Sasa walileta kwa huo utumishi wa mahali patakatifu. Kwa mahali patakatifu. Ili wakafanye. Alafu kisha wakamletea matoleo kila siku asubuhi. Yaani walikuwa wanaleta matoleo kila siku asubuhi, kila siku. Alafu kwa moyo wa kupenda. Sio moyo wa kusukumwa ya kwamba tunafaa tutoe, moyo wa kupenda. Alafu nini katendeka? Na hao watu wote wenye hekima, sasa waliokuwa na hekima, waliotumika katika kazi yote ya mahali patakatifu, waliokuwa wanatumika, sasa viongozi wakaenda kila mtu kutoka katika kazi yake. Sasa kila mtu kulingana na idara yake wakaenda kwa Musa. Nao wakasema na Musa, wakaambia Musa, watu walete vitu vingi sana. Watu wameleta vitu vingi sana, zaidi ya hivyo vitoshavyo. Sasa vitu vimekuwa zaidi ya vile tulikuwa tunataka.
kwa ajili ya utumishi wa hiyo kazi alafu ambayo Bwana aliagiza ifanywe. 6 yasema, yes. Basi Musa akatoa amri. Sasa Musa akatoa amri, maana vitu vimekuwa vingi. Nao wakatangaza mbiu katika marango yote. Wakatangaza mbiu katika marango yote. Wakisema wasifanye kazi tena. Sasa wasilete mtu mme wala mwanamke, yes, kwa ajili ya matoleo kwa mahali patakatifu. Basi watu wakazuiwa wasilete tena. Kwani vile vitu walivyokuwa navyo vilikuwa vyatosha, yes, kwa kazi yote. Yani walizuiliwa, lakini sisi kama binadamu lazima vipunguke. Tuambiwe ya kwamba tumebaki na deni, lakini wao walitoa mpaka wakazuiliwa. Ni kwa sababu gani? Waligundua ya kwamba ikiwa unataka mibaraka lazima uingize mkono. Yani mtu alikuwa anatoa kulingana na uwezo wake. Kuna wale ambao wanasukumwa ndio watoe. Yani unasikia mtu akisema nisipotoa wakisoma nitapatikana, mimi ndio narudisha hilo kikundi nyuma. Sasa wacha tu nitoe. Ukweli sina na shule imekaribia kufunguliwa, lakini wacha tu nitoe. Sasa nifanye nini? Najua ile kanisa yetu usipotoa, wakati utapatwa na msiba utajikuta hauko kwa register. Ikiwa hiyo ndio sababu inakufanya unatoa, naomba kuanzia leo usitoe, maana hautabarikiwa. If you want to confirm, 1 Corinthians chapter 9 verse 7. 1 Corinthians chapter 9 verse 7. Inasema hivi, ni askari gani aendaye vitani wakati wowote? Ngoja. 2 Corinthians chapter 9 verse 7. 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Biblia yasema, kila mtu na atende kama ilivyo kusudi moyoni mwake. Kila mtu atende kusudi ilivyo moyoni mwake. Yeye mwenyewe asilazimishwe, asipitishiwe goli, lakini kulingana na moyo wake. Si kwa huzuni, wala si kwa lazima, maana Mungu hupenda yeye atoaye kwa moyo ukunjufu. Huyu ndio mtu Mungu anapenda na anakubariki. Na kuna wengine wanasema wale ambao wamebarikiwa si watoe, wacha watoe. Hata sisi tungekuwa nayo tungetoa. Ikiwa umechukua mibaraka umepatia mwenzako, ataendelea kuongezewa. Karadi okay. Ikiwa wewe si mtu wa kutawanya, hautapata. Ikiwa wewe ni mkono birika, mkono gamu, utoi na unatarajia mibaraka, utashangaa. 11 verse 24 Proverbs. Tutogokora Jones. Biblia yasema, yes, kuna atawanyaye lakini huongezewa zaidi. Kuna zuiaye isivyo haki, yes, lakini huelekea huhitaji. Wewe utakuwa muhitaji kila siku sababu unasuia. Mungu atubariki, atusaidie, atupe roho ya kutoa ili tuweze kupokea. It is like ukiweka maji yachae kwa grass, ukiendelea kuweka, nini itatendeka? Itamwagika. Na ukiwa na pesa mfukoni, usipotoa, Mungu hataongeza zingine, maana zikijaa zingine zitaanza kupotea. Ndio. Lazima utoe, nafasi ipatikane ili Mungu aweze kuongeza. La sivyo wewe endelea kutafuta lakini hutapata. Hiyo basi wale ambao wanabarikiwa ni wale wanatoa. Na kuna wale wanatoa, unajua katika kanisa tuko viwango mbalimbali.
Sasa mtu kama mimi sitatoa pesa kiwango ya ile Elder Ocharo atatoa. Elder Ocharo ni mwalimu, mimi ni mkulima. Gamero no nyuweta. Umate to kuru 500 na nje 500. Aya buno bwata chinyinge, goikachika ni kuchinyinge kuru asole. Anje muna mbwata nkego chiane, na anje saya naga netinkego. Yaani unatoa kulingana na vile Mungu amekubariki. Ukiwa na nyingi unafaa utoe mingi. Ukiwa na kidogo, yani ile Mungu amekubariki nayo. 12 verse 48 ruka. Sasa unapata mwalimu sijui nani wameajiriwa. Kwa kanisa tunahitajika tutoe 500 badala atoe 1000. Na mimi nikitoa 300, 200 zake ziongezwe kwangu ili ile hesabu ingiliane. Unasikia akitoa akisema mimi niandikie 500 yangu ndio hiyo. 500 yangu ndio. Ukitoa 500 na umepatiwa zaidi, wewe uchatoa. Yaani anya tu hata kile mie charo minto karumi 200 nkorua 50 yerua sorembe keruga egende chibaze ichimanye goisana. Bana muno bwate binga binge nabiga niwe binge nande muno bwate binge mono ande biga niwe binge biranaki mono. Unasoma ama? Ndiyo, Biblia sema na yule asiyejua naye amefanya yastahilio mapigo. Na kila aliyepewa vingi kwake huyo vitatakwa vingi. Ikiwa umepewa vingi kwako vitatakwa vingi. Naye waliyemwekea amana vitu vingi kwake huyo watataka na zaidi. Na zaidi. Hiyo basi kuna vingi na zaidi. Mungu aweze kutubariki. Tunapotoa tutoe kulingana na vile Mungu ametubariki. Na kuna baadhi za familia hazijawahi kurudisha asante hata mwaka mmoja kwa makambi. Hautaona mibaraka. Sababu lazima tukae kama familia tuelewane ya kwamba mwaka huu Mungu ametusaidia. Mtu hakuugua tuende hospitali kama watu wengine. Hatukupatwa na msiba yeyote. Ikiwa Mungu ametujalia tumeweza kumaliza mwaka, wacha tumutolee hiki na kile, waelewane. Katika yale maelewano Mungu tena anaongeza zaidi. If you want to confirm 10 verse 1 to 4 Acts. Kornelio wanabarikiwa, maombi yake yanajibiwa sababu ya kusaidia wengine na sababu ya kutoa. Biblia yasema palikuwa na mtu Kaisaria jina lake Kornelio, akida wa kikosi kilichoita Kiitalia. Alafu mtu mtaua, mchaji wa Mungu, yeye na nyumba yake yote. Naye alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi na kumwomba Mungu daima. 3 yasema akaona katika maono wazi wazi. Sasa akaona katika maono wazi wazi kama saa 9 ya mchana. Malaika wa Mungu akamjia na kumwambia Kornelio. Akamtazama sana, akaogopa, akasema, kuna nini Bwana? Akamwambia, sala zako na sadaka zako zimefika juu na kuwa ukumbusho mbele za Mungu. Yani sala zako na sadaka zako. Hivyo basi ili sala zetu ziweze kufika mbinguni lazima isiandamane na matoleo. Mkono mtupu haufanyi nini? Haulambi. Na kuna wahitaji, yani yeye kazi yake ni kuhitaji. Mtu angenipatia kile, yeye ni mchoyo lakini anataka vitu vya watu. Nataka mpaka vya Mungu. Na ukweli ni mchoyo. Wale ambao ni wahitaji utaendelea kuhitaji na utapata, sababu hata ukipata hautatoa. If you want to confirm 21 verse 26 Proverbs. 21 verse 26 Proverbs. Ndiyo yasema, kuna atamanie kwa choyo mchana kutwa. Bali mwenye haki hutoa wala hanyimi. Yani mwenye haki anatoa fulili, yani anasema chakula ndio hii. Na kuna watu wa aina mbili. Anatoa na ile hali ananungunika. Yani anatoa vizuri, ikiwa ni chakula analeta kwa mesa akicheka, lakini ukiingia moyoni mwake utashangaa, hii ndio chakula tulikuwa tunakula. Ukiamua kutolea Mungu unatoa kutoka kwa moyo wako, na hapo utapata mibaraka. Lakini ukitoa ya kwamba yani ni kama umekasirika, hata uache kutoa,
igo monto mongitino yo konya gotanga nje nando montare ko ngakeri nandanga na keri kende no nyankeri na bare ko ngayani gasi ayera no konya kosangeri nyosangeri goja taikurwa. Na ikiwa Mungu amekusaidia, amekubariki, chikana yoja hivyo basi. Ikiwa tena wewe ni mtu ambaye hasaidii mnyonge, utashangaa ukiwa mgonjwa, ukienda hospitali hakuna mtu wa kukuombea. Kumbe maombi ya wanyonge ndio Mungu husikia. Wale ambaye unanyima chakula unatupa kwa dustbin, na dustbin umeilima karibu na gate. Sasa anapoingia alilala njaa na anaona chapati, mchere, yani sijui ile chakula yote mpaka ugali. Anafika huko anasimama anasema, Mungu wangu, hawa umewabariki waweze kutubariki. Sasa badala watubariki wanabariki siafu. Mbona Mungu watu kama hao usiwapatie magonjwa? Wakienda hospitali orodha itoke ya hii chakula yote, akirudi hapa nyumbani tufanane. Ojiwana nyagitari bako kaniye chapati number 1 atena ra yatanga ine igoroga se dustbin adenga biasara biye chapati go chakera rero mogano yo kalire ngaki bako ira ni bago tebinga enyama anyarora na maiso igara kinande go kanyarora mono nereta matara asuri. Lakini ikiwa wewe ni wakubariki wanyonge, wanyonge watasidi kukuombea. Iwapo wewe ni mgonjwa, wanyonge watakuombea na Mungu atasikia maombi yao. Hata ikiwa ni adui wamekaa wameongea juu yako, hata wakiwa wachawi hawatakufanyia lolote kwa ajili ya wanyonge. Haleluya. Naomba Biblia iseme nikimaliza. Ndio. 41 verse 1 to 3 Psalms. Ondo amenyeta no motaka lakini yakona kumusabira matata. Rora bali barabataka obakonya na barabu banyore. Yani nyasago ikagorugora aje korera bataka chianga. Ando yonda bano oko meaning ngo konya rabataka abu orete gintu tali kumanyanga okonoko boko no motuo gosoera. Nganere orete rujira gokonya. Matera kinaye gakyo saregete. Okoreta bane bikoro torete gintu tata kiomete pa. Munege pira ke yete ngene bikoro tare tire ngabo cha konyo umuntu no tiga ningi. Okay. Eli Biblia sema heri amkumbukaye mnyonge. Heri amkumbukaye mnyonge. Bwana atamuokoa siku ya taabu. Bwana atamuokoa siku ya taabu. Bwana atamlinda na kumuhifadhi hai. Bwana atamulinda na kumuhifadhi hai. Naye atafanikiwa katika nchi. Na wewe utafanikiwa katika nchi. Bwana atamtegemeza alipomgonjwa kitandani. Sasa Bwana atakutegemeza ukiwa mgonjwa kitandani. Katika ugonjwa wake umemtandikia. Katika ugonjwa wako ambao umekutandikia wewe, Bwana atakutegemeza. Sasa ukitaka kusoma mambo na maadui wako haitawachawi, unasoma kuanzia verse 5 mpaka 9, utakuja kuundua ya kwamba wale wanyonge watakuwa marafiki, sababu wale marafiki wa sirini watakutoroka. Hebu soma verse 9. Verse 9 yasema hivi, msiri wangu tena niliyemtumaini. Sasa msiri yule ambaye unamtumaini, aliyekula chakula changu, anayekula chakula chako, ameniinulia kisigino chake. Atakuinulia kisigino chake. Msiri, rafiki yule ambaye unapea, yani unampa ya kwamba na wewe ukipungukiwa na yeye atakupatia. Yani tunapendana kulingana na kiwango. Ikiwa wewe ni mtu wa kuenda na viwango utashangaa, lakini ukitaka mibaraka lazima uende na watu wa chini. Maana Biblia inasema anayejishusha Mungu anamfanyia nini? Na anayeinuka juu kama mlima Mungu anamfanyia nini? Mwenyezi Mungu awabariki. Get the point. Take a step forward. Mbewa